Asanteni sana, tafadhali tuketi. Ndugu viongozi wote na watu wa hapa Ngaremara na watu wa Isiolo wote, hamjambo? Isiolo hamjambo? Na Mata nabo Mata Eriamun Mata Gisil Mata Gide. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo nione watu wa Ngaremara. Asanteni sana. Kwanza wacha mimi nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Isiolo na tufike katika uwanja huu wa Ngaremara. Tulikuwa hapa mara ya mwisho kwa ibada ya maombi na harambee ya makanisa zetu. Mimi nimefurahi sana kwamba ile maombi tuliomba hapa, Mungu na nyinyi watu wa Isiolo mlitupatia kura zenu, Mungu akatubarikia, tukapata ushindi. Mimi nimerudi hapa kuwaambia tena asante sana. Watu wa Ngaremara, mimi nasema asante tena. Na niwahakikishie vile niliwaambia nitarudi. Leo nimerudi hapa, sikualikwa na mtu, nilipanga mwenyewe kwamba lazima nirudi Ngaremara. Mjumbe wenu ni rafiki yangu, gavana wenu ni rafiki yangu, senator wenu ni rafiki yangu, hawa ma MCA kina Losu na wale wengine wote ni marafiki zangu. Tumekuja hapa kwa heshima yenu kama watu wa Ngaremara na watu wa Isiolo. Leo nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya Isiolo County. Na nimekuja hapa kurudia, na nataka niwahakikishie ya kwamba nitarudi hapa tena kabla ya Disemba. Kwa sababu hii Isiolo ni lazima tuibadilishe na mipango ya maendeleo. Leo nimekuja hapa, zile barabara tulianzisha pale town, nimekuja kufanya commissioning. Na nimekuja hapa tena Ngaremara kuwapatia hati miliki. Leo tuko na hati miliki ya watu wa hapa 1000. Mimi nitarudi hapa tena kabla ya Disemba, kwa sababu hapa Isiolo town imekwama, maendeleo yake inatembea polepole kwa sababu watu wengi hawana hati miliki, hawana title deed ya mashamba yao. Tangu Kenya iwe nchi huru, title deeds 300 peke yake ya Isiolo town imepatiana. Mimi nataka niwaambie watu wa Isiolo nitarudi hapa Disemba na title zenu 7000 ya Isiolo town, ili tufungue Isiolo town iweze kuendelea mbele kama city vile tulipanga kwa Vision 2030. Tunataka mji wa Isiolo iwe ni mji ambayo itatambulika Kenya, kwa sababu Isiolo iko katikati ya taifa letu la Kenya. Nitarudi hapa tena Isiolo kwa sababu kuna mambo mengi ya maendeleo tumepanga ya Isiolo. Mbali na title deed tumetoa leo, mbali na zile tutalete Disemba, pia tumekubaliana na Wizara ya Mambo ya Ardhi ya kwamba Isiolo yote tupange adjudication, na ndani ya miaka 3 tutoe hati miliki 1030 ya pande zote ya Isiolo County. Mimi nataka nimwambie governor na serikali ya county hii wajipange. Na governor amekuwa mtu ambaye ni wa ushirika mkubwa na mimi. Tulikubaliana tupange mambo ya jeshi, msikuwe na wasiwasi na jeshi. Mimi ndio commander in chief ya mambo ya jeshi ya Kenya. Na tutakubaliana na wanajeshi. Wanajeshi ni watu wangwana. Mimi nitapangana na wao ili kuwe na mambo ya kuishi kwa amani kati ya wananchi wa Ngaremara, Isiolo na wanajeshi wetu. Sawa gavana? Na wanajeshi wetu tayari vile niliwaambia hapa, tumefanya tayari mikutano miwili. Waziri ambaye anahusika na mambo ya defense Bwana Duale amefanya mikutano miwili. Kuna vile tumekubaliana tayari, kuna surveyors 30 tumetuma hapa, na tayari tumepanga vile hiyo kazi itafanyika kwa utaratibu, na wananchi wa hapa na viongozi wenu tutashirikiana na wao
ndio tuweke mpaka ambaye itakubalianwa kati ya wananchi na jeshi letu, ndio tuweze kuishi pamoja kwa njia ya amani, na jeshi pia iwasaidie katika mambo yenu ya masomo na mambo mengine, because wanajeshi wetu ni a resource for the use by the people of Kenya. So tutashirikiana namna hiyo. Watu wa Isiolo vile vile, mimi nataka niwahakikishie zile barabara zenu zingine zote ambazo zimebaki. Leo tunaenda kuanzisha barabara ile ya kutoka Rurie ng'ambo ile ikuje mpaka Isiolo. Vile vile barabara hiyo ya kutoka kuja Mgaremare hapa kwenda mpaka Modogashe, hiyo barabara tutajenga, na tutakubaliana na wale wote ambao wamesema hapa kuna matatizo kidogo ya vile barabara imepangwa. Waziri yuko hapa, atashirikiana na watu wale marafiki zetu, watapangana ili kuwe na kukubaliana kati ya mahali wananchi wanataka hiyo barabara ipitie na mahali ambapo imepangwa ipitie wakati huu. Vile vile barabara ambayo tulikubaliana ya kutoka hapa Isiolo kwenda Kina kwenda mpaka Garbatula, hiyo barabara kidogo imechelewa mahali, karibu kilomita 16 haijatengenezwa. Mimi nataka niwahakikishie, nishapatia amri waziri, hiyo barabara itengenezwe ikamilike ndani ya mwaka moja. Nitarudi hapa tena kuifungua ikiwa imekamilika. Vile vile mimi nataka nikubaliane na nyinyi mambo ya bridges ambayo mmesema. Gupikalo tumeweka kandarasi, ile ya Kipsing tumeweka kandarasi. Nasikia kuna ingine ndogo hapa inaitwa Shambani, sijui ama ni inaitwa nini, si Shambani. Waziri, panga pesa ya Shambani. Hii watu wamesema na ni amri ya wananchi, na sisi kazi yetu ni kufuata, si ndio? So tutapanga hiyo mambo yenu hapo. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwamba mambo ya maji, mmesikia governor ameenda kwa wizara yetu, nilimwambia wafanye kazi na waziri wa maji. Tumekubaliana dam kubwa ambayo tutajenga hapa Isiolo, dam ya Isiolo dam ama inaitwa Crocodile Jaw. Pale tutaweka karibu shilingi bilioni 10 ya kujenga hiyo dam ambayo itatusaidia maji sehemu hii kubwa. Tukiendelea na kujenga hiyo, mwaka huu na mwaka ujao tumeweka mpango ya dam zile ndogo, ponds zingine hapo katikati, tuhakikisha kwamba wafugaji wetu wanapata mahali ya lishe ya ng'ombe zao, na vile vile wanapata mahali ya maji ya mifugo yenu watu wa hapa Isiolo. Vile vile governor wenu aliniambia kuhusu hospitali yenu hapa Isiolo, na ilikuwa level 4, sasa tumeupgrade imekuwa level 5. Na mimi nataka niwahakikishie pia waziri ambaye anahusika atakuja hapa. Nimeambia tayari watupatie equipment zile zinahitajika ili hiyo hospitali itoe huduma ya hali ya juu. Hizo equipment haitanunuliwa na county, tutawapatia kama serikali ya kitaifa. Tuhakikishe kwamba county yenu hii inasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze vile vile kama watu wa Isiolo ya kwamba tunaendelea na kupanga zile kazi zingine zote ambazo mnazihitaji. Mambo ya ufugaji pale, leo nimesema ya kwamba kwa sababu tunataka kufanya county aggregation and industrial park ya Isiolo, ardhi ambayo ni ya Kenya Prisons ekari 35 tutatoa kwa county ya hapa Isiolo, ndio tuweze kujenga county aggregation and industrial park ambaye tutaweka milioni 500. County ya Isiolo itaweka 250 million na national government itaweka 250 million, so that we can create mahali ambapo vijana wenu watapata ajira, na mahali ambapo tutakuwa na cold room, tutakuwa na storage, tutaweka value addition infrastructure. Tuhakikisha kwamba hii Isiolo mnaongeza dhamana kwa mazao yenu yote, ndio tuweze kuongeza pesa inafika kwa mwananchi wa kawaida. Tunaelewana watu wa Isiolo? Vile vile tumepanga, vile mmesikia viongozi hapa wakisema, kazi yetu ine ya muhimu. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Kila mtoto wa Kenya, kwa sababu elimu ni muhimu. Katika manifesto yetu tulisema tutahakikisha kwamba tunaajiri waalimu 1110. Tayari tumeajiri waalimu 1055.
Januari tuliajiri walimu 35,000. Saa hizi tumekamilisha kuajiri walimu wengine ambaye karibu inakamilika 20,000, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni kuna mafundisho inaendelea, kwa sababu kuna walimu shuleni. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi watu wote wa hapa Isiolo, mbali na walimu, tumeweka mpango ya kwamba kaunti kama hii ya Isiolo, mahali saa zingine kuna matatizo ya chakula, tumeweka bilioni 5 katika budget yetu tuhakikishe ya kwamba kila mtoto anasoma shuleni, na kama iko shida ya chakula tumeweka pesa ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni. Wanafunzi milioni 4 Kenya tutawaweka katika mpango ya school feeding program, ndio kila mtoto aweze kwenda shuleni. Tumebadilisha funding ya mambo ya TVET na mambo ya university ili tuhakikishe ya kwamba watoto wanaotoka katika jamii maskini wanapata 100% scholarship kwa watoto ambao wamefaulu kwenda TVET ama kwenda university. Ndio tuhakikisha kwamba sote tunahakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya elimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa shuleni, wanapata nafasi sawa. Mtoto ya mamboga na rais wanasawazishwa na elimu, na ndio sababu hiyo tunaweka umuhimu katika mambo yetu ya elimu as a first priority. Jambo la pili ambayo tumepanga kama serikali ni mambo ya kuzalisha chakula ya kutosha. Kenya hii imesumbuliwa kwa sababu miaka 5 iliyopita wakulima wengi hawakupata msaada wowote wa serikali kuzalisha chakula. Ndio mwaka ujao tulikuwa na pengo ya karibu magunia milioni 10 ya mahindi, ndio shida hii ya unga ikatufikia kama taifa la Kenya. Mwaka huu vile niliwaeleza, tumepanga vizuri, tumepunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 3,500. Natangaza tena nikiwa Isiolo, tutapunguza tena mwaka huu mpaka shilingi 2,500, ndio tuhakikisha kwamba wakulima wetu wote wanapata nafasi ya kutuzalishia chakula. Vile vile from next year pia tutawasaidia wakulima with affordable credit ya kuhakikisha kwamba wanazalisha chakula kwenye taifa letu la Kenya, ndio tuondoe kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, lazima tukue na mpango kamili. Chakula haiwezi kupungua bei, gharama ya maisha haiwezi kupungua ati kwa kufanya maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa. Hata uvae sufuria miaka ngapi, kabla hujaenda shambani kuzalisha chakula ni kazi bure. Kuna vile hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, uvae sufuria sijui miaka ngapi, bei ya unga itashuka chini ati kwa sababu umeweka sufuria kwa kichwa? Si ni watu wanajidanganya. So mimi nawauliza watu wa Isiolo, hiyo mpango tumeweka to make sure that we assist our farmers to grow for us food so that we can eliminate the shame of hunger. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Vijana wa Isiolo muko? Vijana wa Isiolo muko? Mimi nataka niseme hivi, tuko na vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Lazima tuwe na mpango ya serikali, na ndio mliona katika budget tuliweka mpango ya housing. Tunataka kutumia housing kupanga ajira 1,000,000 ya hawa vijana. Mambo ya plumbing, carpentry, electrician, hiyo kazi yote tumepanga ndani pale. Jambo la pili, tumepanga kazi za hawa vijana kupitia agroprocessing, value addition, manufacturing. Ya tatu, tumepanga ajira ya hawa vijana kupitia digital jobs, na tumesema kila ward katika taifa letu la Kenya litakuwa na ICT hub, mahali hawa vijana tutawapangia ajira. Tuhakikisha kwamba vijana wetu wote wa Kenya wako na nafasi ya kutumia elimu walio nayo kujisaidia kufanya kazi, ili tuweze kutembea pamoja. Mambo ya kutumia vijana wa Kenya kufanya fujo, kutupa mawe, kuendesha maandamano,
tunataka tukomeshe kwa kupanga ajira ya hawa vijana. Vile vile tumekubaliana sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya ya kwamba lazima tujenge uchumi. Tuhakikisha kwamba tunapanga biashara ya kila mwananchi. Katika kupanga biashara, hao wabunge wamefanya kazi mzuri. Wameweka pesa ya kutosha katika mambo ya masoko. Tunapanga mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji, mahali imejengwa vizuri. Ndio tumeweka mpango ya kujenga soko 400 katika taifa letu la Kenya kusaidia wafanyabiashara wetu, ndio tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumesema vile vile tutahakikisha kwamba kuna affordable credit kwa wafanyabiashara wetu. Watu wa Isiolo katika ile Hustler Fund nilikuwa naona leo asubuhi mumekopa shilingi milioni 100 tayari. Na watu 65,000 wamechukua hiyo pesa. Lakini kuna wachache wenu bado wanahepa hawajalipa. Nitakutana na nyinyi hapo mbele. Si ndio? Mimi naona kuna watu hapa hawataki kuniangalia macho. Lakini tutapanga vizuri. 70% ya watu wa Isiolo wamelipa. Pongezi sana watu wa Isiolo. Nyinyi ni watu wangwana sana. Sasa nimewapangia tena. Tuko sasa na awamu ya pili. Tunataka tuwapatie pesa 20,000 kati ya 20,000 na 1,200 ya kuendesha biashara. Bora muwe katika vikundi. Mimi nimesikia ya kwamba mnapanga harambee ya kina mama. Mimi nataka niwaambie hawa kina mama, wakati mnangojea harambee, mjipange kwa vikundi. Tayari niko na pesa ambaye mnaweza kuchukua 20,000, 1,100. Bora muko katika kikundi, tutawapatia. Bora muwe na mpango. Nyinyi mtajipanga. Lakini hiyo harambee pia tutakuja tuwasaidie kufanya. Nimemwambia gavana hapa akipata tarehe vizuri anieleze, nitawatumia shilingi milioni 3 muweze kuendelea na hiyo maneno. Lakini milioni 3 ni kidogo. Kwa sababu ile nimewapangia katika ile vikundi ya Hustler Fund ni mabilioni. Nyinyi ndio kuchelewa, mnachelewa. Sio kama tunaelewana watu wa Isiolo. Mtakanyaga mbele. Mtajikaza. Sasa nyinyi waheshimiwa, hasa MCAs, pangeni hawa kina mama tuwapatie pesa ya serikali waendeshe biashara. Kwa sababu tayari hawa wafanyi biashara kina mama ni watu wa bidii na tuko na uwezo ya kuwasaidia. Vile vile tumekubaliana sisi wote tunatembea hii safari, hatutaki siasa ya chuki. Ndio mnaona sisi hata ingawaje tulichaguliwa katika vyama tofauti, leo tunasimama hapa kwa sababu nyinyi kama wananchi wa Kenya mliamua sisi wote, mkatupatia MCAs kwa vyama tofauti, mkatupatia governor, senator, wabunge wenu. Na mimi niliwaambia wakati tulikuja hapa ibada ya maombi ya kwamba mimi, deputy president wangu na sisi zote kama serikali tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote kwa manufaa ya wananchi wa hapa Isiolo. Tunaelewana jameni? Watu wa Isiolo tumekubaliana? Najua mmesema ya kwamba Losu hapa amesema kuna mtu fulani Josephine mtu fulani hajapata kazi namna hiyo. Hiyo nitapanga. Lakini mbona hamsemi kazi ya wale wadogo? Nyinyi mnasema tu kazi ya viongozi. Na wananchi siku gani watasema mambo yao? Ndio? Ama nyinyi wananchi wote mko na kazi? Muwe mnaongea pia ya wale. Ndio mnaona si ndio jameni? Tupange pia ya wale, kwa sababu wale pia ni wale sasa ndio wametushikilia. Kwa hivyo wewe Losu na bwana Lowasa na nyinyi watu ya hapa, wakati mnangojea ya wadosi hapa kina Josephine na hao wengine, mnitafutie walimu wa degree kama 10 na walimu wale wengine 10. Kwanza hao watangulie, alafu kina Josephine atafuata. Si namna hiyo? Si mko na walimu hapa tayari? Si mmesikia tunaajiri walimu? Si tuanze na hawa meanwhile, wakati tunangojea hii ya wadosi. Si kazi ni kazi jameni? Si kazi ya wadosi ni kazi? Na kazi yenu huko chini si ni kazi? Tuendelee pamoja. Si mmesikia nyinyi wakubwa?
Saa ile mnaomba kazi, mnaombea pia wale wako nyuma huko, na ndio wengi. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa, bado tuko na shughuli ingine kule. Wananchi wa hapa Ngaremara, wananchi wa Isiolo, mimi nataka niwashukuru sana. Kuna wale wanataka kusukuma nchi yetu kwa mambo ya kupigana, mambo ya vita, maandamano ya kuharibu mali na biashara ya watu. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wote. Wakenya wamesema kwa sauti moja na wameongea kwa vitendo vyao, wamesema hawataki vita, hawataki maandamano, hawataki fujo, hawataki kuharibu mali ama maisha ya wananchi ipotee. Wananchi wote wa Kenya tangu jana wamekataa mambo ya maandamano. Wakenya wanataka tujenge uchumi, tujenge Kenya, tuweke amani, ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. And that is why I want to commend the people of Kenya. Kenyans have spoken loudly and clearly that they do not want violence. They do not want chaos. They have no business with anarchy. They have spoken clearly that this country is a democratic country. We are a peaceful nation. We cannot sabotage our motherland. We cannot destroy the only nation that we have. And that is why there is peace in our country. I want to commend our security officials for dealing with criminals' family, but also professionally. They have done a good job making sure that we make sure that every citizen can enjoy their constitutionally provided rights. Na hivyo ndivyo tutaenda mbele kwa pamoja. Hatuwezi kukubali ya kwamba ati tunafanya uchaguzi, wale wameshindwa wanapanga maandamano, ati kuwe na uchaguzi tena ya pili, ati kuamua tena. Uchaguzi ama uongozi utaamuliwa kwa uchaguzi na kura ya wananchi. Haiwezi kuamuliwa kwa vita ya maandamano. Ama mnataka tuamue uongozi kwa vita ya maandamano? Si tumesema tunaamua uongozi wa taifa letu kupigia kura zenu na baraka ya Mungu na kura za wananchi. That's how we are going to run the affairs of our nation. We must be firm, we must be clear that we cannot install leadership. We cannot do what our friends want us to do. That Kenya is going to be led and elections and leaders are going to be decided not by the power of the ballot, but by the fierceness of violence. That cannot be a democratic nation, and we will not go in that direction. So tutashirikiana pamoja, na mimi nitakaa kidete kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, kwa sababu mmenipatia kazi hiyo, si ndio? Nipeleke hii vile inaenda mbele, ama mnataka tuongee na hii watu ya maandamano kutusumbua na kutuletea kisirani? Mnasema tuendelee mbele? Tuko pamoja? Watu wa Isiolo, hebu nione kwa mkono wala anasema tuendelee mbele. Very good. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Leo nimekuja hapa kwa shughuli ya mambo ya title deeds. Bado nitaenda kule Meru na kesho tutaenda mahali ingine, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele kwa pamoja. So PS na waziri hawa wadosi sasa wakuje hapa na title deeds ya hawa wananchi.